Ni Dapipo tena anaye unguruma kwenye mikrofoni. Katika simulizi yetu tamu ya Agano la Tatu, ikiwa ni sehemu ya 8. Maisha ya shule kwa Ziudraga alikuwa manyanyaso sana, hasa ukizingatia maisha yake yote. Alikulia kijijini na alikuwa hajawahi kufika mjini. Naam, kuku mgeni ni zawadi ya kimbulu, walinena wazee wa hovyo. Wengine waliongeza kuwa usipojua upo kwenye ardhi ya namna gani, utajipoteza mwenyewe. Watoto mboga saba mara nyingi hupenda kuonyesha mishipa yao popote. Hupenda kuonyesha madhara ya viburi vyao au viburi vya fedha za wazazi wao. Kila jua linapotawala anga, watu huweka kumbukumbu mbalimbali, ajenda mbalimbali za mambo yao katika kesho yao. Lakini pia jua linapochwea, dunia hufunga hesabu. Ili uweze kukwepa mikono ya manyanyaso ugenini, unapaswa kuwa makini. Pigana kama hakuna kesho. Hata uwape kwa mkuki mtakatifu, ila nyakati za majaribu zinapokufikia, hekima na busara, uvumilivu pamoja na kujituma ndivyo vitakavyokuokoa. Masomo yote yalifundishwa kwa lugha ya Kimalkia, lakini pia mazingira ya kulala bwenini yalikuwa ya manyanyaso kwa sababu alikuwa bado ni mgeni. Wapo watoto wa kishua ambao hawali chakula cha shule, watoto ambao wanaishi shule kama wanaishi nyumbani, yani wanaishi kama vile hawatafuti hatima ya maisha yao. Hao ndio huwa na vurugu kweli kweli. Hao ndio wale ambao ni watukutu kweli kweli, wakijivunia mifuko ya wazazi wao. Lolote wanaweza kulifanya na wazazi wakaja kulipa. Hao ndio wale huanzisha migomo shuleni. Walimsimanga sana, walimpiga sana, walimnyanyasa, nyanyasa kulekela zambi. Katika harakati za kusafisha au kuchafua future, wapo watoto ambao baba au babu zao walishajilipua na kuandaa future vizazi vyao. Mwenzangu na mimi, ukitaka kuruka usiku uwe na jicho la popo. Wajukuu zao wanaishi kwa kutamba kama jua mchana, na usiku wana macho makali zaidi ya mbaramwezi. Kijana alipata manyanyaso yasiyo na kikomo. Nywele zake za mawimbi zilizokuwa hazipokei vitana, nywele ambazo vitana vilishindwa kunyumbulua nywele moja na nyingine, yani wanaita nywele za mbigili. Lakini kwenye kalamu alikuwa mkali kama upanga wa kifalme. Hakuna somo lolote lililofua dafu kwenye kichwa cha Ziudraga. Somo ambalo lilifua dafu kwenye makucha ya nge ya Ziudraga aliyaweza yote. Ziudraga hakujihusisha na swala lolote tofauti na masomo. Masomo ndo kitu kilichompeleka shule na si vinginevyo. Hata warembo na warimbwende wa pale shule walipojipendekeza au kujibebisha kwake, hakujiingiza katika mitego ya anasa. Alifahamu kuwa wanaume wanapenda wanawake wenye akili na sio wanawake wazuri, ila wanatamani wanawake wazuri wasiokuwa na akili ili wawatumie kustarehesha mili yao. Mwanaume mwenye akili hawezi kuwa mwanamke mzuri asiye na akili. Mwanamke mwepesi, mwanamke ambaye ana marafiki wengi wa kiume kuliko wanawake. Naam, kama hutaweza kujivumilia katika hali mbaya ya kiuchumi ulionayo, mpaka unagawa mwili wako, lazima uwe mtu mbaya. Huwezi kuwa na huruma wala upendo. Huwezi kuwa na hofu ya Mungu, wala hutoitazama kesho yako, bali utawaza kula vizuri na kuvaa vizuri, kushow off mitandaoni, kila mtu akuone. Kama hutaweza kupiga moyo konde, hii dunia inasema kila mtu akipata anachokitaka haitatawalika. Kuna nyakati inabidi uwe mpole, mambo mengine ya kupita ili uishi kwa amani, pamoja na kuheshimiwa na kuheshimiana na wanaokuzunguka. Kutokana na mahudhurio mazuri ya kufanya vizuri darasani,
watu walianza fitna. Alipokuwa kidato cha pili, kuna siku aliamka akiwa haoni tena. Ilikuwa ni siku ya mtihani wa kujiunga na kidato cha tatu. Watu ni wabaya kuliko magonjwa. Maisha ni kile kinachotokea pale unapokuwa na mipango mingine. Kwenye utafutaji na kwenye mafanikio hakunaga kuaminiana wala kumwamini yoyote. Kwenye mafanikio kila yoyote anaweza kuwa vyovyote ili tu kuweza kufanikiwa. Unaweza kupewa sumu ukidhani ni dawa. Usimwamini yoyote zaidi ya mama aliyekuzaa. Tumerithishwa tuwarithishe. Unapokuwa mbeba maono wa familia au ukoo, unatakiwa kuwa kama mdudu kibibi. Mdudu kibibi hubeba kila aina uchafu ili wadudu wengine waishi salama. Hakuna shujaa yoyote aliyeishi maisha ya Rula aliandikwa kwenye vitabu vya mashujaa. Ukiwa mwepesi kukasirika, utachelewa kuelewa mapema. Mpaka kufikia uzee, lazima uwe umekutana na mishare mingi. Unaposikia waziri amepewa sumu, ujue kasri zima limelala fofofo. Je, nini kitaendelea baada ya Ziudraga kuwa amepofushwa macho, amepigwa kasongo siku ya mtihani? Usikose katika sehemu ya 9. Ungana nami tena. Da People TZ. Napatikana kwa namba 0789 400 Kama una simulizi, voice over, makala au unataka kuandikiwa script za filamu, karibu 0789 400.